Karibu mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV. Karibu katika channel yako pendwa Nebuye TV. Kama ilivyo kawaida yetu, kwa siku ya leo tukiendelea kuangazia katika kuhusiana na kilimo cha ndizi pamoja na ufugaji mdogo mdogo. Kwa mada ya leo tutazungumzia dalili au hatua. Kikubwa sana ni dalili ambayo utaiona. Dalili utaiona utajua kama ndizi yako imeiva au bado haijaiva, au ndizi yako imekomaa au haijakomaa. Ina maana tuko shambani kwa mkulima, tutajifunza dalili mbalimbali. Maana kwamba mkulima wetu atufundisha kwamba ukiona dalili hii katika mkungu wako wa ndizi, utajua kama ndizi hii imeiva, yaani maana yake imekomaa, uikate uipeleke nyumbani au bado haijakomaa. Kwani tukumbuke kwamba Nebuye TV ni channel ambayo sana na mambo ya elimu kwa wajasiriamali, wakulima wadogo wadogo pamoja na wafugaji wadogo wadogo. Kikubwa tu nakuomba ukumbuke kusubscribe, uweze kulike pamoja na comment na kushare. Nebuye TV hakika tuko pamoja na nyie. Kaa sana pamoja, kaa kwenye video hii, utazame kuanzia mwanzo wa video hii mpaka mwisho wa video hii. Na pia mwisho wa video hii ndio mwanzo wa video zingine bomba moto moto ambazo zinahusiana na kilimo pamoja na ufugaji. Kwa mkulima, karibu sana. Cha kwanza naomba ujitambulishe kwamba unaitwa nani na leo umetuandalia kitu gani. Karibu mkulima. Asante sana, nashukuru. Mimi naitwa Bwana Bakari Kutavuna. Kama ni mkazi wa kijiji hiki na pia ni mkulima wa kijiji hiki. Kwa hiyo leo nashukuru nimekuja ndugu wa waandishi wa habari na hapa tupo kwenye ndizi. Hii ni ndizi. Hii ndizi inaitwa Magombo. Hii ndizi kama hivyo unavyoiona hivi. Hii ndio dalili ya kwanza kukomaa. Ile ile ambayo unaiona hapa, yaani hizi hapa. Hizi hapa ambazo ziliweza kukomaa. Ndizi iliyokomaa ina maana hivi hapa hauvioni, hivi hapa huvioni. Ndizi ilianza kukomaa ina maana dalili zake ni hivi vinajikata hivi. Yaani kama vinajitoa hivi hapa ambavyo unaviona ndugu mwandishi. Kwa hiyo hizi ndio dalili ya ndizi kuwa tayari Kwa ajili ya kulika. Ili kwa ajili ya kulika. Kwa hiyo hizi ndizi ambazo unazoziona hapa ndizo naweza kusema ndio tayari zinaanza kukomaa kwa ajili ya kulika. Kwa hiyo hizi za chini ziko bado. Hizi ziko bado, ina maana hii ndizi wastani mpaka kuliwa hapo na mimi wastani ukaa siku 14, ya maana wiki mbili tayari ndizi yako unaanza unakata na kupeleka nyumbani kwa ajili ya kula, ama aidha kupeleka sokoni kwa ajili ya biashara kuuza, na tena inaendelea kama kawaida. Ni kweli sana mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, nafikiri tumeweza kutazama na tumeweza kujifunza. Ukiangalia kabisa kwa ile ndizi yako, ina maana kuna vingine bado havijakomaa. Kuna nyingine kama uto hapo, umeona kama uto. Uto ina maana kama ndizi hii bado haijakomaa. Ni kweli. Kwa hiyo ili komaa inabidi hivi viwe havipo, vijitoke vyenyewe ili ingie kama hii hapa. Kama alivyotufundisha mkulima wetu. Ni kweli. Kwa hiyo mkulima, unawashaurije watu ambao wanakata ndizi kabla haijakomaa? Maana kuna mwingine amekaa tu anatamaa hela, anakata kabla hajakomaa, alafu anavitoa hivi anaenda kupeleka sokoni. Huyo unamshaurije? Huyo namshauri kwamba bila shaka anaharibu soko lake. Anaharibu soko. Kwa sababu ndizi kama haijakomaa, hata mteja wa ndizi hizo hawezi akanunua, kwa sababu ndizi kama haijakomaa haina ladha. Ndizi yenye ladha ambayo ndizi iliyokomaa vizuri. Kwa hiyo ndizi kama hii hapa ambayo sasa hivi imekomaa, hizi hapa. Hizo za juu hizo. Hizi za juu hizi hapa. Hizi ukila unajua kweli nimekula ndizi. Lakini ndizi ambayo itete hata mteja hawezi kununua. Yaani lile soko haupati. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, kuna kitu cha kujifunza hapo. Maana unakuta wakulima wengi sana wanalalamika kama nimepeleka kitu sokoni, nimeuza tu mara moja lakini sijauza tena. Shida ni nini? Wenzangu wananiloga na nini? Kumbe changamoto nimegundua leo, watu wengi wanakata ndizi bado hazijakomaa, ambayo inapelekea kwamba mtu huyo kutokupata wateja waliokuwa wazuri. Sahihi. Ndio. Ni kweli. Kwa hiyo mimi nashauri wakulima wenzangu wawe na ule uvumilivu kwamba waache ndizi ikomae, wakati ndizi iliyokomaa na wauze ndizi iliyokomaa. Ya maana
hata mteja pia kunamvutia ni kitu kilichokuwa bora zaidi. Kwa hiyo nawaomba tu wakulima wenzangu wawe na uvumilivu, kwa sababu huo maana unakuwa ni ule wa uharibifu. Kama ndizi unakata ambayo isiyokomaa, jibu lake unakuwa wewe ni mharibifu. Kwa hiyo nawashauri wakulima wenzangu wawe na uvumilivu, waache ndizi ikomae. Wakati ndizi iliyokomaa hata soko lake pia linakuwa zuri. Nashukuru sana mpenzi mtazamaji, naamini hapa umejifunza kitu kikubwa sana, kwamba inabidi ukate ndizi iliyokomaa. Mkulima wetu ameweza kutushauri jambo kubwa sana, kwamba inabidi ukate ndizi iliyokomaa ili kusudi uweze kupeleka sokoni na uweze kupata mavuno makubwa na pesa nzuri. Na pia hata mkimpelekea mtu mlaji mwenyewe, naye atamani kuwa anakula ndizi zako, kwa sababu ndizi zako zimekomaa, ziko vizuri sana. Kwa hiyo ndugu mkulima, hapa na maswali machache. Maana tuko moja kwa moja Nebuye TV, kuna mitandao ya kijamii, kuna wakulima mbalimbali ambao wanatulizia maswali tuweze kuuliza. Mkulima wa kwanza anataka kujua, anaulizia vipi kuhusiana na yeye ni mkulima, anatokea mkoa wa Bukoba. Anasema kwamba amelima ndizi lakini ndizi yake imekatika, na ndizi imekatika haijakomaa. Je, afanyeje? Ndizi yake haijakomaa na imekatika na upepo kama hivyo, katika ina upepo. Kwa hiyo anasema kama bado haijakomaa, afanyeje? Naomba umshauri. Mimi namshauri kama hivi imeshakatika. Hapa ni unakata unapeleka nyumbani. Unakwenda kula na familia. Lakini sio usipeleke sokoni. Lakini sio kupeleka sokoni. Kwa maana kama hadi kama hii kutoka sokoni, yaani mnunuzi hawezi kununua. Kwa sababu ni tete haijakomaa. Basi kwa hiyo ndizi kama haijakomaa, ni kama nilivyoongea hapo awali. Ndizi kama haijakomaa inakuwa haina ladha kwenye ulaji. Basi hiyo swali letu la kwanza tunashukuru sana. Naamini mtazamaji wetu kutoka Bukoba umeweza kuelewa kwamba ndizi kama haijakomaa, ikiwa imepata changamoto ya kudondoka yenyewe na haijakomaa, basi kata, peleka nyumbani uweze kutafuna. Pia kuna pongezi hapa kutoka kwa mtazamaji wetu mmoja, na pongeza, anasema bwana, hongera sana kijana kwa kuweza kujitahidi katika mazao yako, katika mavuno yako. Umelima ndizi vizuri na hasa hapo kwenye hatua ya kuvuna. Anashukuru sana. Hata mtazamaji huyu anauliza kwamba je, vipi watu wa mikoani wakitaka kupata ndizi zako wanazipataje? Ndizi zangu wakizitaka unaweza wakatafuta kwenye peji yangu ile. Unaweza kunipigia simu kwenye namba zangu ambazo naamini ndugu mtangazaji wewe unazo. Basi naamini unaweza kuwatumia namba zangu ili mimi wakanitafuta, basi nikapa maelekezo jinsi ya kuja huku, ama aidha unaweza kuniambia bwana ndizi zako naomba bwana usafirishie kwenye gari. Basi naweza mimi kusafirisha kwenye gari na zikafika mlengwa huko aliko. Mzunguko basi tu anipigie simu, nitamuelekeza mimi nilipo, atakuja, nitamkatia ndizi, basi ataondoka na ndizi zake na mimi atafurahi. Basi sisi tunashukuru sana. Namba za simu za mkulima ni zile za namba za ofisi, ni 07 15 33 26 73. Hiyo namba ya ofisi ya Nebuye TV. Unaweza kuwasiliana na Nebuye TV kwa ajili ya kumpata mkulima huyu, ili kusudi uweze kupata kuongea naye na uweze kufanya transportation kwa ajili ya kupata nini? Kwa ajili ya kupata mazao yako la ndizi unayokuwa unataka. Pia kuna swali lingine la mwisho hapa ambalo tumeweza kupokea kutoka ofisini. Ina maana mtazamaji wetu anauliza kwamba kuna kwenye ukataji wa ndizi, anasema kwamba hizo ndizi tofauti na kula, je, unaweza kutengeneza mbolea? Anauliza kwa kimaanisha kwamba vile ndizi ambayo yuko tete sana, hailiki, unaweza kutengeneza mbolea? Kiukweli ndugu mtangazaji, hiyo bado sijawahi kuisikia kwamba kama kuna utengenezaji wa mbolea kama ndizi tete. Endelea. Ni kweli ndugu mtangazaji kwamba mbolea zinapatikana ndizi, sababu nimeshawahi kufanya mara kadhaa. Nimeshawahi kuuzia watu wale wenye mifugo kama vile ng'ombe, kama vile mbuzi, kuja na wauzia
na napata senti, basi maisha yangu yanaendelea. Kwa hiyo hilo ndio ambacho nashukuru kwamba ni kweli mbolea inapatikana, mbolea maisha yanaweza kuendelea. Basi sisi tunashukuru sana mpenzi mtazamaji, naamini maswali yako yameweza kujibiwa. Tuko kuona mkulima wetu shambani hapa na kituonesha leo kwamba dalili ya kujua kwamba ndizi imekomaa au haijakomaa. Kikubwa mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, naomba kukushukuru kwa kuweza kuwa nasi kuanzia mwanzo wa video mpaka mwisho. Na mwisho wa video hii ndio mwanzo wa video nyingine. Kikubwa tu nakuomba kumbuka kusubscribe, kulike, kushare pamoja na comment. Karibu sana Nebuye TV, kwani tunakujali, tunakuthamini. Na Nebuye TV ni channel ya vijana, channel ya ujasiriamali, tunaanza kuibua ujasiriamali na kuwatoa katika sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Tunashukuru sana, tunaomba uweze kucomment, kushare pamoja na kulike. Na pia nakuachia swali moja kwamba ni kitu gani ambacho umejifunza kupitia video yetu ya leo. Mpenzi mtazamaji, naomba uweze kujibu swali hili kwamba ni kitu gani umeweza kujifunza kupitia video yetu ya leo. Tunashukuru sana, karibu Nebuye TV.